William Ruto siku hizi sijui shida yake ni nini. Kazi yake ni kukaa akizunguka tu anasikia Sifuna alisema nini leo, acha nijibu yeye. Mheshimiwa William Ruto, nataka nirudie hapa Kakamega. Wewe ulijikuta kwa uongozi, uliingia State House ukiimba slogan. Huwezi kutuambia hustler si slogan. Bottom up ilikuwa slogan. Ulidanganya wananchi. Ulikuwa unaenda ukisema uongo hapo, uliambia watu wa bodaboda ya kwamba ukiingia kwa serikali watatoka kwa bodaboda waingie kwa taksi. Alisema hakusema? Uongo wa wazi. Alisimama wakati moja akaita kina mama wote wa Kenya ati anaandikisha kitu inaitwa Women's Charter kwa serikali yake, kina mama watapewa nusu bin nusu. Alifika hakufika? Alifika. Alifanya hiyo kazi? Uongo wa wazi. Huyu Mheshimiwa William Ruto alisimama akaambia vijana wetu ya kwamba atawapea pesa ya biashara bure. Alipoingia Hustler Fund ile alikuwa anasema itakuwa grant, akageuza ikakuwa loan. Sasa Mheshimiwa William Ruto, nataka ujue, sio lazima udanganye wananchi ndio wakupende. Sio lazima udanganye wananchi ndio wakupatie kura. Nimemuona juzi usiku anatusumbua akipigia watu masimu ati kusema ati vile SHA inafanya. Mimi nataka kuomba Mheshimiwa William Ruto, wewe ulituambia sisi tukitozwa pesa zaidi ziende kwa SHA, mambo ya harambee ya kuchangia watu wetu kwenda hospitali itakoma. That was the promise of universal health coverage. Nasikia ulikuanga pastor. Nataka William Ruto ubebe Biblia, utangaze mbele ya nchi kwamba harambee za kuchangia watu hospitali zimeisha. Zimeisha ama bado? Bado mnachanga kupeleka watu hospitali? Sasa wewe unatuambia ulikuwa unaeneza injili. Tunataka ushike Biblia utuambie harambee Kenya hii zimeisha. Hata wiki ambayo imepita tulikuwa tunafanya harambee ya mili ambazo zimeshikwa kule Kenyatta University Hospital ya kutoa watu wetu kwa mortuary. So wewe William, wacha uongo bana. Na watu wamesha kugundua. Sisi kama hiyo uongo ndio unaita plani yako, sisi tunataka kukuambia plani yetu ni moja tu. Plani yetu ni uende nyumbani. Wewe, you are the biggest problem in this country. Na sisi tutaambia wananchi wetu ukweli. Hapa Western huwa tunasema ni afadhali unichukie kwa ukweli kushinda tupendane kwa uongo. Hatutaambia wananchi wetu ukweli. Na ukweli wangu ni huu: tunapoingia katika serikali kama timu ya Linda Mwananchi hii, tutarudisha Kenya hii yetu kwa reli ya demokrasia. Si mambo ati mtu anaandika kitu ambayo upendi kwa Facebook kama Twitter unamtumia masubaru vile ulituma polisi wachukue kijana Homa Bay. Yule alikuwa anaitwa Albert Ojwang, mkaenda mkapiga yeye mkaua kwa sela. Nataka wananchi wa Kenya wakue huru kufanya mambo yao bila kuingiliwa na serikali. Tunataka tutawaliwe chini ya utawala wa sheria. Si yake ya mambo ni matatu ati mkikosana na yeye anakusafirisha mpaka Sayuni. Father. Kusema ukweli father, mtu ambaye yako na nguvu ya kutuita vile ambavyo ameita Mama Gloria ni Mwenyezi Mungu peke yake. Haiwezekani ati Ruto anatuambia ati kama hatusikizani na yeye ati atatusafirisha tuende Sayuni. Vijana nataka muelewe, hakuna mwekezaji anaweza weka hapa mradi yake ati awapatie kazi kama serikali haitawaliwi chini ya utawala wa sheria. Kama rais ndio wa kwanza, mtu akiweka mradi yake hapa anakuja kuitisha pasenti yake, nani ataweka vitu yake hapa? Ananunua shamba aweke mradi, anaambiwa title ni 3. Moja iko na Khalwale, ingine iko na Sifuna, ingine iko na Ruto. Ukienda kotini wanahonga yule judge ambaye anakata kesi. Na hata ukishinda wanakuambia hiyo ni karatasi. Tunatuma vijana ndani ya shamba yako wanakunyang'anya mali yako. Hakuna mwekezaji ataweka mradi yake katika nchi ambayo inafanana namna hiyo. So mimi nataka wajue manifesto yetu kama Linda Mwananchi ni katiba ya nchi ya Kenya. Na kazi yetu ni kuhakikisha kwamba katiba hiyo inatekelezwa vilivyo. Mwisho kabisa. Nimesikia Mheshimiwa Malala hapa akiambia Khalwale ati sijui aniwachie, sijui party leader. Unajua, nataka watu wetu mnielewe. Mahali tumefika, a big part of what